Subira, subira, Kwa sasa unajisikiaje? Nashukuru sasa kidogo afadhali. Ndio ushajua na hali yako hiyo. Inabidi ukae hapo upumzike. Sio kama unatoka hapa unaanza dukani. Na hali yako ndio kama hiyo. Kwa hivyo ninavyojisikia leo siwezi kwenda sehemu aina yote. Kwa nini usikae na bwana wako chini mkapanga ili muoane? Ili uchoke ukaa hii peke yako. Ushakosa na kuongea tena. Hebu wewe fikiria kwa makini. Kama mimi sikupita kwangu hapa, nikasema ngoja nikamwangalie mdogo wangu mundani, kufikiri ungekuwa hali gani wewe mpaka saizi? Sawa, nimekusikia. Sio kama unanisikia. Yaani hapo uani unisikilize kikweli kweli yani. Dada, unaongea sana. Sio kama sitaki kuolewa. Lakini ndoa inahitaji maandalizi. Sio kuruputu mtu uolewe. Mwisho siku ndo unakuja kuteseka. Najua sana inahitaji maandalizi. Maana hata mimi nimeolewa, tunagombana na unatuona kila siku na kuhadisia stories zangu. Lakini maisha yanaenda. Sasa wewe maandalizi gani unataka? Sawa, nimekuelewa. Sio kama umenielewa, naomba ulifanyie kazi hilo. Usiishi peke yako katika hii nyumba. Kukaa peke yako hivyo ina madhara makubwa. Haya, wewe tikia tu. Acha mimi nikapambane na ndoa yangu. Itabidi mimi niende sasa hivi nikafanye kazi zangu ili nipate kupika. Maana hali yako ndo kama hiyo. Ila mchana unatakiwa umeze dawa tena. Itabidi upate chakula kwa haraka. subira, subira, subira. Hivi mimi tangu asubuhi kuna kupigia simu siipati. Una maana gani? Na leo tarehe 15. Mimi nitasikiliza vipi? Nikusikilize nini? Mimi nishajua mnataka unigeuka tu, mnizulumu. Mimi kama mtaka mnizulumu, tutaona. Kwa sababu mambo sasa tumeyapika pamoja. Na leo tarehe 15 tumeambizana kule tufike mapema. Kwa hiyo mambo mazuri. Alhamdulillah. Yaani nashukuru Mungu. Lakini mimi sijapenda kwa sababu uko tunde pamoja huko. Lakini mmefanya haraka mmeenda kule nyinyi nyote. Si haba hiyo. Kwa hiyo mshagawana kila kitu. Kwa sababu kama kulala tu kwenda pwani, singeipata ingedo na shilingi 20,000 basi. Lakini milioni 1 sasa kama anavugua tulateke. Kuna mambo yangu kibao hapo kidogo nitafanya kwa uhuru. Kwa sababu kibanda changu kinaanza kuvuja angalau kana basi hapo 3. Sawa. Mimi kama tulivyopanga yangu mimi milioni 1, sitaki kigeugeu. Na kujueni nyie. Yaani mkishona pesa tu mate tena watoka. Sawa, mimi nipo nyumbani, lakini nitantegea baada kidogo nitatoka tuonane. Pesa ile tu nyumbani. Unapoje nyumbani wewe unasikia? Sitaki mambo yako, sitaki kuharibiwa. Na wewe hujui tu bwana wewe. Pesa ya mume haijulikani na mke. Kwa sababu mipango yetu tunapanga sisi wanaume eti. Sisi ndio tunaowavisha wake zetu. Tunafikiri itakuwaje? Pesa yangu mimi ndio yangu, mke wangu mimi nampa tu huduma. Sawa. Hii ndio michongo. Yaani kuna watu wanafanikiwa kwa mambo kama haya. Mume wangu, uko unakokwenda tunakwenda wote. Uende wapi? Nimekusikia kwa masikio yangu. Kuhusu na hela milioni 1 unaitamka katika mdomo wako. Naomba tuifuate. Kwa hiyo hicho ndio unachokijua. Mume wangu ushakuona unataka kunizulumu Nikuzulumu? Ndio unataka kunizulumu. Tena imekuwa vizuri sana nimesikia. Bila hivyo usingeniambia. Biashara yetu vipi? Yaani hapa kwanza ile biashara yetu sasa hivi tunaiendeleza sasa hivi. Pesa ni shiz. Nisikilize mke wangu. Sawa, haya sawa umesikia. Lakini pesa mimi sijakamata hata kwenye mkono. Nataka tuzifuate hizo pesa. Tuje tugawane pasu kwa pasu. Nataka ianze ile biashara. Kama unavyofahamu nyumba yetu hiyo hapa. Tunataka kununua bati, tuitengeneze. Angalau nasi katika watu katika 10, watu katika 10 bora na sisi tutajwe ambao watu wa nyumbani wao wanatazamika. Nataka tugawane pasu kwa pasu, ianze ile biashara.
Umeniahidi kwa mdomo wako. Ukaniambia hivi, mke wangu tulia, nitapopata pesa tu nitakupa ili ufungue. Sasa imekuwaje? Unataka kunigeuka? Mambo ya batu utajua mwenyewe, utajapata nyingine. Lakini kwanza mie nipe changu, nifanye biashara. Na mimi angalau unaonekane hapa. Bora biashara kuliko tuvujiwe. Bora hiyo biashara tutapata na chingine tutakiongezea baadaye tutakuja kuwezeka hicho kwa pamoja. Acha tu mvuje. Tushazoea kuvujiwa. Hamna shida. Nisikilize. Mimi ndo mume. Na mpango wa pesa, taratibu zote nimepitia, nimefanya mengi magumu. Si kirahisi tu unakuja tunazungumza si biashara, hayo mambo yote nataka utulivu. Wewe mwenyewe hapa unaongea si pesa mume haijui mke. Hasa hapo tusipofuatana mguu kwa mguu kuna tukazifuata. Kufikiri mimi nitaiona hiyo hela. Nakwambia kuna tukazifuata hizo hela. Mimi hapo kwanza nipo na njaa. Tabii nende nikale. Mitangu asubuhi hapa sijala nyumbani. Nende nikale kwanza, baadaye mambo tutazungumza. Sikiliza baba, chakula kimo ndani hakichukui mtu cha kwako. Nakwambia kwanza twende kwenye mgao. Chakula kula hapa nilipo isharudi. Mtaka nikale. Nakwambia mwanaume mimi usinitanie. Sawa? Usinichanganye kabisa. Mimi naanza 1,000,000. Tuende nifanye mipango yangu mie mengine. Nenda. Subiri kwanza. Tuelewane kwanza. Hamna bwana, hamna bwana. Wewe nakwambia mimi nakwambia sikubali. Mimi sikubali nakwambia. Hiyo nitajua moja Subira, 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 Una nini? Hata kuzungumza naye umndani simuoni, nikizunguka ukumbini, kenda chumbani, uko nje ndo kabisa. Sasa ndugu yangu, unafikiria nyumba itachangamka vipi ikiwa wewe na wifi yako hamzungumzi? Haiwezi kuchangamka. Laiti ingekuwa mnazungumza, mnapanga, mnashauriana, basi ingekuwa burudani kabisa. Wala usingejiona uko mpweke. Kaka, tatizo sio kuzungumza naye. Mimi sasa hivi nataka niitwe shangazi. Shachoka. Mwaka wangapi toka umemuoa mke wako? Huu mwaka wa 3 sasa hivi. Majirani yao wameolewa juzi tu sasa hizi na wana watoto mpaka 4 5. Wewe hata mtoto mmoja huna. Angalia sisi tulivyozaliwa, tumezaliwa wangapi? Huyo mkeo utakuwa na matatizo wewe. Sio bure. Mwangalie kaka, ana watoto kibao. Lakini wewe sijui unakwama wapi bwana? Je, na mke gani kwanza lile? Kumbuka ndugu yangu, swala la mtoto liko nje ya uwezo wa mwanadamu. Mtoto anatoa Mungu. Kwa muda mwafaka ukifika, tutapata tu inshallah. Kaka, hata kama, lakini sio kwa jambo kama hilo. Yeye kazi yake kula tu hapa. Akishiba kulala ndo anachokijua, na umbea na roho mbaya. Hapa nataka watoto. Wewe utafanya chini juu au utajuaje au kama vipi? Mimi naona hapa cha kufanya. Wewe kama vipi mpe talaka aondoke kwao, mimi nakutafutia goma na lileta ndani huko. Yaani hata usipate shida, nakutafutia mwenyewe. Hivi ndugu yangu, laiti ingekuwa hayo unazungumza yamekukuta wewe umeolewa, wifi yako anakuambia maneno kama haya, ungejisikiaje? Ushalifikiria hilo? Nachotaka asa vumilia yatakwisha, haya ni sehemu ya maisha. Tena soma siara, yanakufanya kuwa imara. Kipenzi, hebu kanichukulie maji kidogo.
Mnazungumza nini? Vitu vya kawaida tu mke wangu. Sasa mbona unaondoka mke wangu? Zingatia nilokuambia. Unaendeleaje sasa hivi? Nashukuru Mungu. Naendelea vizuri, maana hali ya jana tofauti na ya leo. Basi acha kumfuatilia yule mzee. Ushasema ukilala kuna muona kufanyia majanga kila aina. Halafu bado tena unaanza kumfuatilia. Atakuja kukutoa roho siku moja yule. Yaani hadi hapa naongea hivi. Basi nashukuru wewe, Mungu. kama ndo kuna wasiwasi na huyo mzee, basi hebu acha basi kumfuatilia ukaona kitu basi nayo unyamaze. Nimekwambia yana mwisho. Wewe shikilia hapo. Yana mwisho. Mimi nakwambia hivyo, sisema kama sijakwambia. Sawa? Maana hapa kijiji kizima, yani mtaa mzima anasemwa yule. Alafu wewe kuipata kitu kidogo tu au kuna kitu kidogo tu unaanza kutangaza. Hao ndo wanakusibu wewe. Inabidi wewe uachane nayo, kaa mbali nayo. Kwani kushimba kitu gani? Na alipokuchonga saizi, yani amekuchonga umeisha. Unajua umeisha? Haya, mimi hajanikuta. Lakini kwa hivyo ulivyo, yani siku mbili tu umekuwa hali kama hiyo. Yani mimacho yote imeingia ndani. Yani umeboka, yani umebadilika, yani umekondeana. Haina kuonea huruma sana. Usiniambie kitu kama umenisikia, kumbe wewe mwenzangu hapo unasema bado. Yaani ukitoka hapo na utachokiona unaanza kukitangaza. Yanakuja kukuta tena. Wewe achana nayo hayo. Hapo omba Mungu, uswali, yani maisha yako yaendelee kama mwanzo. Haya, mimi kwa napita tu mjue hali yako saa hizi, yani unaendeleaje? Kama uko vizuri, uko poa. Sawa. Hivi Kisu, hili jina sasa umelipata pataje? Maana lipo sehemu yake hasa naona. Hili jina mimi hali kama nilobatizwa nalo. Yaani nimebandikwa pa. Tunaona. Na mademu wakale huo unapata vipi? Maana mademu zako noma. Hali wewe tatizo hutaki kuwepo kwenye mfumo. Yaani huwezi kujipangilia. Mademu ni kodi tu, kuzijua kodi tu. Ukishazijua kodi basi ufeli. Au vipi? Mimi kodi zao nazijua. Nazijua kuzipangilia. Tena mwingine akiwa mgumu sana. Akiwa mlaini unapita naye tu kiurojo. Lakini akiwa mgumu uchawi wa kizungu mwanangu. Usizungumze. Tia mkono mfukoni, peleka pale. Tuone hapo usiondoke naye. Hapo kidogo kwangu pagumu. Unaweza kuhonga hata kuanzia laki, milioni, mpaka nyumba naweza kuhonga. Ile boti kama Juma ananiachia mimi na kwenda peke yangu. Nikarudi mimi naihonga. Na ndio maana Jafari akuachie ende peke yako. Anakujua vizuri. Aniachie aone. Kwa hiyo hizo ndo kodi ambazo unatumia hizo. Hizo ndo kodi ambazo sasa hivi watu wanazo. Wajanja wote wanapita nazo hizo. Niko chini kweli. Sasa mimi mwanamke sasa hivi, wanawake ambao mimi nipo nao, wao ndo wananipa. Mimi naenda kuwapa wengine. Sasa hali wewe pambana. Lazima ubadilike. Utoke kule kwenye kuuza urojo kule. Maneno mengi. Sasa wale maneno hayana kazi. Hayana vitu vya msingi. Nitajitahidi. Kisu. Vipi mwanangu? Mzee wa kanga. Vumilia yatakwisha, haya ni sehemu ya maisha. Tena soma siara, yanakufanya kuwa imara. Subira, subira, subira,